Mbele kulikuwa kuna force number 9 ambaye naturally ni midfielder kwa maana Ino Loemba. Kwa Simba wakiwa na mpira kwenye phase ya pili ambayo ni progression kwenda kwenye creation, Ino Loemba naye ana drop. Kwa hiyo ukitazama ni nini ambacho kiwa kinatokea, Simba wana viungo 5 mpaka 6 katikati ya kiwanja dhidi ya Yanga ambao walikuwa na viungo 4. Kwa tayari Simba wamelioverload eneo la katikati. Yanga hawawezi kufanyaje? Kutembea. Lakini bado hawajaishia hapo. Simba wakipoteza mpira, nilipenda jinsi ambavyo walikuwa wana react kwamba tayari tumepoteza mali. Ni nini ambacho tunafanya sasa? Tuna defend vipi? Simba walikuwa wana defend zaidi kwenye 4-4-2. Utamuona Handset Yaura na Loemba ndo ambao wanakwenda kabisa moja kwa moja kuwa press ma center back wawili wa Simba. Kwamba wa Yanga kwamba Jobu kabla Mwamnyeto kuingia, si ndio? Na Baka hamtopata passing option yoyote kwenda kwa hawa namba 6 wawili kwa maana ya Damaro na Duke Ogabwe. Kwa hiyo tutawapin back hawa ma center back wawili. Kisha ni nini ambacho kinatokea? Tunasema mawinga wawili wanaingia ndani kidogo kuweka cover kwa hawa namba 6 wawili wa Yanga. Kisha Kante na Kagoma wako kwa hawa viungo wawili. Kwa hiyo Yanga ni nini ambacho kinatokea? Hakuna mchezaji ambaye atakuwa free kureceive mali, kuturn na kusogeza mpira mbele. Baada yake tunaona anapoteza mipira. Dili dali. Simba wakiiba mpira wanakuwa direct, wanawasababishia matatizo makubwa sana. Kwa credit kubwa sana kwa Simba, kwa benchi la ufundi. Jana wamestudy vizuri game, kujua ubora wa Yanga uko wapi, kuwaletea shida katikati ya kiwanja kwa maana ya ku-overload eneo la katikati, lakini wakipoteza mpira jinsi gani ambavyo wanakwenda kukaba man to man na kuhakikisha kwamba Yanga wanafanya makosa makubwa sana. And then kilichobaki ilikuwa ni chance ambazo zilikuwa created. Unaweza kaona chance ya kwanza ilidondoka kwa Loemba, si ndio? Yes, kipa akawa imara. Yeye na goalkeeper weka mpira kambani. Of course Djigui Diarra, one of the best kwa kutokea kwenye hii ligi, akafanya save. Kuna nafasi nyingine ilidondoka kwa Handset Yaura, Djigui Diarra kwa bahati nzuri alikwenda kuintercept, na ile clearance ambayo alifanya jana ni ile dhidi ya Handset Yaura, kwa sababu Handset Yaura ule mpira unadondoka anatia mpira kambani, akaenda kufanya save. And then kuna nafasi nyingine ambayo imekuwa created, nadhani ilikuwa ni corner, ikaenda kugonga mwamba, alikuwa ni center back wa Simba, Rushan De Rock. Alikuwa ni Rushan De Rock. Poor marking kwenye defense, mpira ukaenda kugonga mwamba. So lazima ukubali kwamba jana Simba ilikuwa ni timu bora kiwanjani, wamecreate kila kitu. Kwa upande wa Yanga nadhani sasa, kwa upande wa Yanga atazungumza mchambuzi mwingine.